Maandiko yanasema Mungu anatafuta mtu. Hebu sema mtu. Mtu awe wa kike, awe wa kiume, aliyeokoka, amejaa Roho Mtakatifu, damu ya Yesu iko juu yake. Mwingine anaenda hajajaa Roho Mtakatifu, hana Yesu sawa sawa, pepo zitampiga. Haleluya. Pata ushuhuda mmoja, alikuwa anakemea pepo, zikamsukuma zikasema tutakuua. Tutakuua. Mwingine akasaidia kumnusuru. Sasa unaenda kule una damu ya Yesu, una mafuta, hujavaa silaha. Unaenda kukanyaga nyoka na nge. Hii ni vita. Ndio maana Gideon aliyekuwa ameokoka, ndio maana aliweza kazi. Maombi ni ya muhimu sana kabla ya kwenda, ili ufae uweza utokao juu. Neema ya Yesu iko ndani yako na upendo wa kimungu ndani yako. Unaenda kwa watu wanaoteswa na giza na ibilisi. Gideon akasema, Bwana niko tayari. Paka alipojitokeza Gideon, ndipo majeshi ya Midiani vitani yaliposhindwa, akaanza kuwapanga watu. Akasema, jamani, Bwana amenitokea, wanaume mje twende vitani, mkono wa Bwana uko pamoja nami. Wakaja wanaume wengi 1000. Bwana akamwambia, hao ni wengi mno. Wengine ni waoga, wengine hawana imani. Wapeleke kwenye maji, wachuje pale. Atakayekunywa maji kama mbwa, mweke pembeni. Atakayekunywa maji anachota, anakunywa hivi vizuri bila haraka, huyo atakufa. Wakachujwa, wakabaki 300. Ukisema nenda na watu hao, na mkono wangu utakuwa pamoja naye. Haleluya. Ndio maana maombi ni ya muhimu, na mtu ambaye haji kwenye maombi msimpeleke mstari wa mbele. Msimpeleke. Usiangalie uso wa mtu mwingine anachangamka, twende kushuhudia Bwana. Twende. Maombi yana Roho Mtakatifu alishazimika ndani yake, mnampeleka kwenye vita. Ndio maana Yesu alisema, nitawaletea nguvu, uweza utokao juu, ndipo mtaenda. Msitoke Yerusalemu mpaka mmepigwa ule uweza utokao juu, ndio mwende sasa. Sasa eti nina mafuta, nikimwaga hivi pepo inakimbia. Utarudi umevimba tumbo. Na utarudi tena huko. Utakoa mwezi mzima, koza kishi. Unafanya kazi ya Mungu kwa njia mwingi. Huruma zetu za kibinadamu hizi hazisaidii mtu hata siku moja, wala zitawatoa kwenye minyororo. Kwa hiyo Gideoni alikuwa eneo la kificho. Yule kijana mle alikuwa anaomba, mle ananena kwa lugha, mle anakemea maroho ya Wamidiani yasimuone. Naona alikuwa mtu wa maombi. Haijulikani alikaa kule kwa sababu ni miaka 7, sijui alikaa mwaka kule. Mungu anamwandaa, hatutafanya kazi ya Mungu kwa miemko hivi. Amna.
acheni miemko, jifukieni, jipicheni sehemu kwenye maombi. Haleluya. Toka kula atakuonyesha pa kwenda, nyumba gani, ndugu gani. Ndio kienda katika uwezo huo, kaona Mungu anafungua milango. Mungu akamwambia Gideon, nenda katika uwezo huo huo. Alikuwa na mafuta, alikuwa mwombaji, alikuwa na Roho Mtakatifu ndani yake. Akasema nenda katika uwezo huo huo ukawafungue wana wa Israeli. Wewe mwombaji, nini? Nenda katika uwezo ule ule. Kama uombi usiende huko. Na ndio maana alimpata mtu mmoja, Gideon. Yule ndiye akawapanga wenzake, akawafundisha namna ya kupigana vita hii, kuondoa adui aliyeingia kwenye nchi yao. Kwa nini watu hawaendi? Hawaangaliwi. Mtu ana maandalizi yoyote ya kiroho, kwanza anaogopa hata kwenda. Tunapambana na ulimwengu mgumu sana. Maroho yamezagaa kila kona. Hata aliyeokoka unakuta ameshakwama. Pinzani unakuwa mkali kila mahali. Kunahitajika maombi na Roho Mtakatifu awe juu yetu. Na nipongeza ile timu ya uinjilisti. Kabla mjaenda, kaa kifichoni kama Gideon. Gideon alikaa kwenye kificho, kwenye ile karakana. Hata walipokuwa wanakuja, wanaona hii si karakana ya kutengeneza juisi tu hii. Hii hatuhitaji, tunatafuta wele, mahindi, mbuzi, ng'ombe. Hatuhitaji vitu vingine. Kwa hiyo wanapita tu. Alikuwa kifichoni Gideon. Lazima uwe na mbinu kushinda adui, lazima uwe na mbinu kukomboa ndugu yako, kumleta kwa Yesu. Ni mbinu. Haleluya. Ni mbinu. Wengine tunao kwenye koo zetu, wanateseka hujawahi ona. Wameonewa kiasi kikubwa. Nani aende? Hata yule anayetaka kwenda hana maandalizi. Haja kaa sehemu ya kificho kwenye maombi. Jali Roho Mtakatifu, neni kwa lugha. Yeye anadhani yule labda ni kichwa ngumu. Wamefungwa na nguvu za giza. Na ili Mungu awafungue, inabidi wewe uende. Na Bwana akamwambia Gideon, nenda katika uweza huo huo. Haleluya. Haleluya. Ninapenda huo mstari. Nenda katika uweza ule ule wa maombi, wa Roho Bwana akiwa juu yako. Natoka pale, Bwana yuko juu yako, unaenda. Nimeleta habari njema. Kuna wagonjwa humu ndani, wengi. Fulani njoo, fulani njoo. Utawakuta wamejaa. Wengine utaweka mkono, pepo zinalipuka hapa. Lakini nenda katika uweza huu. Haleluya. 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 Pana maandalizi. Gideon alikaa kwenye hiyo karakana hiyo muda mrefu.
kwamba atakayenifaa kwenye shughuli hii ni fulani. Malaika wa Bwana, nenda kapeleke ujumbe kwa direct. Malaika alienda hata kama unakaa kwenye tembe, malaika wa Bwana atakwenda ujumbe akaupata Gideon. Kwanza alishtuka, mimi mtu duni, Bwana amenitembelea mimi. Mtu yuko kwenye karakana ya kukamulia zabibu huko, majengo yamechakaa, neno la Bwana litamfuata kule, lakini Mungu anaangalia maono. Akasema ujumbe mpelekee Gideon, anwani yake ni hii, nyumba yake ni namba fulani, kibanda aliko ni kibanda cha kukamulia zabibu, vyumba vya ndani. Malaika alienda direct, moja kwa moja ndani mle. Gideon, shujaa wa Bwana, inuka, nina ujumbe toka mbinguni. Kilio chenu Mungu amekisikia. Wewe Gideon, ni wewe utakayewakomboa wana wa Israeli kwenye mateso haya. Kwa hiyo jikaze, patikanika. Gideon akaabudu mbele za Bwana, akasema mbona sielewi? Bwana akasema nitakuwa pamoja na wewe. Haleluya, haleluya. Lakini yote anayapata alikuwa kifichoni, alikuwa mwerevu Gideon. Huwezi kukomboa ndugu zako, unaenda kichwa hivi, unasema maneno mengi, unagomba wewe, mapombe haya yametuchosha humu ndani, hakuna hata anaye pombe namna hii, na laana ya wazazi, wewe umetenda dhambi gani? Hayo maneno hayaokoi. Kaa kifichoni. Bwana asifiwe sana. Mchungaji wapeleke kwanza kifichoni, kama Gideon. Ukiona mtu hawezi, mtoe kwanza, mtagombana. Baada hivi anasema wewe mbona unaniendesha? Ataki watu wengi. Tunaweza tukaa wengi na ubora wetu, lakini anataka watu walioandaliwa, wenye mzigo, macho yao yanaona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Acha ujanja kwenye ufalme wa mbinguni huu. Mungu hataki. Sisi tuliompokea Bwana lazima tuandaliwe. Uwe na mbinu hata wewe. Mungu amekuteua wewe, ndio mbinu yake ya kufanya kazi, chombo chake, mashini yake, lakini na wewe ujue. Nashindo unatukanana na watu mitaani kule, utapeleka neno gani mtu aje aokoke? Kinywa kikavu, hata kumtaja Yesu akimtaja wiki zima, lugha ya mbinguni haitoki kinywani. Unaweza ukawa hujulikani na watu, ni mtu wa kawaida. Na Gideon alikuwa hajulikani. Hao wanakuaga watu wa kawaida, sio wachungaji, hapana, sio maaskofu, hapana. Ni watu wa kawaida, lakini wana uvuvio wa Roho Mtakatifu na wana mzigo ndani yao, na macho yao yanaona na wanalenga. Anaweza akawa ni kijana tu mdogo, lakini kana macho ya kiroho, kanaelewa kanafanya nini na makusudi ya Bwana ni nini. Hii ndio injili. Hii ndio injili. Gideon alikuwa na ushawishi.
mwambie jamani, wakati umefika, mimi Bwana amenitokea. Njoo tusikilize Bwana anasema nini. Twende mtaa gani? Wa sekondari, wa Kambarage, wa Mji Mpya? Tuanzie nyumba gani? Mbinu iwepo. Nani atatutembeza hilo eneo? Wengine hatujui hilo eneo. Sema kanisa Elia tuongoze Mji Mpya huko. Wewe ni mwenyeji. Na wewe Bwana kuchagua usiwaangushe wenzio. Watu wanaoteswa mnawajua. Nyumba iliyofungwa mnaijua. Mnaenda pale, mnaongea maneno machache, mnauliza maswali. Mwingine atasema no, jina la Bwana libarikiwe. Yaani watu wa Mungu mmeingia kwangu mimi. Utaona machozi yanadondoka. Mwambieni usilie mama, usilie kijana. Tumemleta Yesu aliyekufa na kufufuka. Leo ndio mwisho wa mateso yako. Mungu anakutumia wewe. Leo hii Gideoni hayupo, alishakufa miaka mingi. Sisi ndio tupo, akina Gideoni. Mama wengine wanakasumba ile kwamba wanaume ndio wanapeleka habari njema. Yesu alichagua wanaume 12. Yaani ukikalia mafundisho manyonge, tahukumiwa siku ya mwisho. Maandiko yanaposema mtu, Mungu akamuumba mtu atawale dunia, alikuwa na maana mtu mume na mtu mke. Semeni amen. Mungu angalii jinsia, aliye tayari tu. Dada ametembelewa na nani? Si mwanamke mwenzie. Alienda mwinjilisti wa kimataifa huko. Hapa. Mwingine anawaza ningetokewa na malaika akanigusa, labda akanitendea muujiza. Malaika hii sio imani yake, sio nyumba yake kwa malaika. Hata makerubi, hata maserafu si kwao hapa, wajapewa. Wenyewe ni waleta ujumbe. Akikuletea tu anaondoka. Hata angekuja anawaka kama mimi, aje kuokoa. Sisi wenyewe tujifunge vibwebwe. Ndugu zetu wanaenda jehanamu kila siku. Tujipange, tuwe na uelewa huu wa Gideoni aliyokuwa nao. Neno la Mungu litatujia wapendwa. Tuwe na mshawishi. Saidie ndugu zako. Tujiandae twende kushuhudia. Tumeitwa nyumba fulani, twende na wewe. Yaani mkishatoa mguu na mkishaweka mguu kwa uelewa na uweza ule, Mungu anaokoa pale pale. Haleluya. Shangilie Bwana kwa makofi. Mmeomba maombi ya kutosha, mmenena kwa lugha, mmejaa Roho Mtakatifu. Mito ya maji imo ndani yenu, pendo la Mungu linabubujika ndani yenu. Kwenye uelewa huo unamkabili adui. Mwambie achia ndugu yangu, achia kaka yangu, achia baba yangu, achia bibi. Lakini ukiwa na uelewa, Yesu yeye anajua, atakuja afanye mwenyewe kadiri anavyoweza. Yesu mkuu. Ni uelewa uliopinda. Mambo yako hivyo. Ni kazi yetu. Siku moja niliwaambia hapa, Roho Mtakatifu hatahukumiwa. Atakayehukumiwa ni wewe na mimi. Kila njia mtu itapimwa siku hiyo. Sasa anza kuzinduka na kuona nawajibika. Mwingine anabaki na maneno ya kawaida ya kibinadamu. Mchungaji atutembelei, tungekuwa tumenyanyuka. Yaani
Gideon alikuwa mchungaji hata siku moja. Yaani mpaka tutakapobadilisha mawazo yetu tukawaza kama Bwana anavyowaza, mtaanza kuona ishara maajabu. Ukija hapa Jumapili una ushuhuda moto moto. Usilete shuhuda za safari, nilienda kumtembelea bibi, nimerudi salama. Hata ambaye hajaokoka anaenda kumuona bibi. Leta amefanya kwenye maisha yako kukomboa